Na katika kusuluhisha migogoro mbalimbali katika ofisi yako, ikitokea mwananchi hajaridhika, yaani anaona hapa tumeshaleta swala kwa mwenyekiti tumediscuss naye, lakini mimi sijaridhika bwana na majibu ya mwenyekiti, wewe unaweza ukampa msaada gani au anatakiwa afanye nini mtu huyo? Hizo pia zinatokea katika ofisi yangu na nimeshapokea kesi za aina hiyo. Kwanza mwenyekiti, unapoletelewa jambo kama hilo, kwa sababu lazima kuna mmoja atakuwa amekuja kushtaki, na atakapokuja kushtaki lazima umsikilize. Ili uanze kubalance story lazima usikilize pande zote mbili. Kwa hiyo tutaandika barua ya wito, tutamuita yule ambaye analalamikiwa, tutawapangia siku ya shauri, watafika ofisini na kuwasikiliza changamoto zao. Lengo la mwenyekiti wa serikali ya mtaa sio kuachanisha ndoa. Lengo la mwenyekiti wa serikali ya mtaa pamoja na kamati yake ni kuleta amani katika mtaa, ni kuleta maelewano katika mtaa, lakini pia ni kuwapatanisha watu. Ndio kazi zetu ambazo tunazifanya. Kwa hiyo hakuna ndoa ambayo tutakuja kuivunja ndani ya ofisi ya serikali ya mtaa. Hakuna. Sisi pale ni kubalance story, kuwasikiliza na kuwapatanisha. Lakini pia nikiri, wananchi wangu wa mtaa wa Gombolwa kwa changamoto za kimahusiano za kindoa ambazo tumezipokea, nyingi tumekuwa tukizipanisha pale serikali ya mtaa. Wakitoka pale wanakuwa wamefurahi. Lakini pia serikali ya mtaa kama nilivyoweza kusema, sio chombo cha mwisho cha maamuzi. Ndio maana nikasema kuna ngazi za kimaamuzi na za kiofisi. Endapo mtu ametokea hajakubaliana na maamuzi, hajaridhika na mwenendo wa shauri lile pale serikali ya mtaa, basi mtu huyu milango iko wazi ya kulitoa shauri katika ofisi ya serikali ya mtaa na kuipeleka baraza la kata. Kwa hiyo zipo kesi ambazo pia tumeshindwa kuzipatia ufumbuzi hapa kutokana na mtu mmoja kutokuridhika. Basi na sisi kama tulivyoweza kusema, sio chombo cha mwisho cha maamuzi. Tunamwandikia barua, wanaenda, tunaitoa hapa, tunaipeleka baraza la kata kwa ajili ya maamuzi zaidi. Naam. Na kesi ili itoke kwako mwenyekiti wa serikali za mitaa mpaka ifike polisi, inakuwa ina vigezo gani? Yaani linakuwa swala hilo ni gumu kiasi gani, au linatakiwa liwe vipi mpaka kesi itoke kwa mwenyekiti ifike mpaka kituo cha polisi? Zipo kesi ambazo tunazitoa kwenye ofisi moja kwa moja na kuzipeleka polisi, lakini kama ulivyoweza kuuliza ni kesi zipi ambazo zinaweza zikatoka kwenye ofisi yetu na kuzipeleka polisi moja kwa moja. Of course kweli nikiri, zipo kesi ambazo zimekuwa ni ngumu katika upande wa kimaamuzi, hususan katika ofisi zetu za serikali za mitaa. Kesi ambayo tunaweza tukaitoa ya kimahusiano, kuitoa kwenye shauri letu la kiofisi tukalipeleka polisi, ni kesi ambayo inagusa uhai wa mtu. Kuna kesi ambazo za kimahusiano watu wamejeruhiana, watu wametishiana maisha. Zipo kesi ambazo tumepokea mtu anaambia ukirudi leo na kuua. Hii hatuwezi kuifumbia macho sisi kama mtaa, na hatuwezi tena kukaa nayo. Hii tunaitoa moja kwa moja, tunaipeleka ngazi ya kipolisi kwa sababu tayari imegusia masuala mazima ya uhai na kisheria zaidi. Na tukija kwenye swala la uhalifu kwenye mitaa yetu hii, ukiwa kama mwenyekiti wa serikali za mitaa, unahusika vipi kwenye kudhibiti uhalifu kwenye mtaa wako? Nikiwa kama mwenyekiti ninahusika vipi katika kudhibiti uhalifu katika mtaa wangu? Kama nilivyoweza kusema hapo awali kabisa, mwenyekiti wa serikali ya mtaa ndiye mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa mtaa. Kwa hiyo mwenyekiti lazima ahakikishe, moja ya majukumu yake pia ni kuhakikisha ulinzi na usalama unapatikana katika mtaa. Unapatikana kivipi? Ni yeye peke yake? Hapana. Kwa sababu mwenyekiti wa mtaa kama tulivyoweza kusema ndiye anatakiwa atoke katika jamii husika. Kwa hiyo anafahamu wananchi wake, anafahamu jamii husika, vichochoro vya mitaa vyote anavifahamu, eneo lipi vibaka wanakaa, eneo lipi vibaka hawakae. Lakini kwa mwenyekiti peke yake hawezi. Lazima ashirikiane vyema kabisa na wananchi na jamii husika. Lakini tunapokuja katika masuala mazima ya kiulinzi na usalama, mwenyekiti huyu ni swala pana ambalo tunaona pia tunalo jeshi letu la polisi. Pia wao wanahusika katika swala zima la ulinzi na usalama. Lakini na sisi katika mtaa wetu tuna participate vizuri sana kuhakikisha ulinzi na usalama unapatikana, tukishirikiana na jeshi la polisi. Kwa sababu tunafahamu sasa hivi nchi nzima kila kata inayo polisi kata, ambao polisi kata hawa wanahusika katika kata husika kuhakikisha ulinzi na usalama unapatikana. Kwa hiyo mwenyekiti anashiriki kwa asilimia kubwa kuhakikisha ulinzi unapatikana kwa kushirikiana na wananchi pamoja na polisi kata. Ikitokea kuna uhalifu umetokea kwenye mtaa wako na umeletewa hiyo kesi ya uhalifu, lakini hakuna ushahidi wa kutosha, au kuna wakati hakuna ushahidi kabisa ambao
unaweza kumsaidia yule aliyefanyiwa uhalifu kupata haki yake. Ushahidi hakuna. Ukiwa kama mwenyekiti, unamsaidiaje mtu kama huyo ambaye ametokewa na hilo tukio na ushahidi haueleweki au haupo kabisa? Of course yapo kweli matukio ambayo au zipo kesi ambazo ninazipokea za mtu kufanyiwa hivyo afu ushahidi pia unakosekana. Utaratibu wa mwenyekiti na uendeshaji ofisi ni ule ule. Lazima ubalance story. Uangalie huu uhalifu umetokea katika mazingira gani? Na je, unaweza ukamkamata mtu ambaye ameweza kusababisha huo uhalifu? Je, una uthibitisho? Sio ngazi ya mtaa tu, hata ngazi ya kipolisi na kimahakama. Tunaona je, una uthibitisho gani kuhakikisha huyu mtu ambaye unamtuhumu amefanya hili jambo ana umemshika na uthibitisho. Niongelee tukio ambalo limetokea juzi la vijana wangu wa polisi jamii, ambapo lipo eneo ambalo lilikuwa zikizungumzwa, vijana walikuwa wakiibaiba sana. Na katika doria ya usiku vijana hao waliweza kuitwa na wananchi, wakakuta geti limevunjwa. Lakini polisi jamii katika kuzunguka kwenye pagala jumba ambalo halijaisha, wakamkuta kuna kijana amelala. Mishale saa 6 usiku wakamkamata yule na wakamleta katika kituo chetu cha polisi jamii ambacho kinapatikana ndani ya ofisi ya serikali ya mtaa. Wakamfungia pale, lakini walishirikiana na wananchi wa pale. Lakini kwa nini sasa ile kesi iliweza kukosa ushahidi? Ni kweli pale eneo limevunjwa, kijana tumemkuta amelala na ile eneo limekuwa likiibiwa sana. Na ni lazima kwanza tumtuhumu yule tumemkuta eneo la tukio hilo, kwa sababu hatuna uhakika kama yeye ndiye ameiba. Lakini cha pili, yule kijana tukajikuta tunamwachia tu kwa sababu kwanza hatujamkuta na kitu ambacho amekiiba. Lakini pili, ili tuweze kumtia hatiani huyo, ni kweli wananchi wameibiwa. Wananchi mnatakiwa mtoe ushirikiano nyinyi ili tuweze kumwadabisha huyu wananchi. Lakini wananchi wamekuwa ni wazito katika masuala mazima haya ya kisheria pia na kiusalama, wanaogopa kutoa ushirikiano, sio kwenda polisi, wanaona kama wakienda mambo yatakuwa ni mengi. Kwa hiyo tunapokosa ushahidi katika engo kama hiyo, basi hata huyu ambaye tumemkamata tunaona kama tunamuonea. Kwa hiyo nitoe rai na wito pia, kama tutamkamata mtu yoyote ndani ya mtaa wetu wa Ugombolwa akiwa na kithibitisho, basi tunaomba yule aliyeibiwa au jamii ambayo inamshuku yule mtu tutoe ushirikiano wa kiushahidi ili sheria iweze kufuata mkondo wake. Na tukija kwenye swala zima la polisi jamii, mimi nimeshawahi pia kukutana nao. Kuna siku nilikuwa nimepata homa usiku kwenye kwenda kutafuta huduma za kimatibabu, tuliwahi kukutana nao. Wale, ili uwe polisi jamii unatakiwa uwe na sifa zipi? Je, wanachaguliwa, wanajitolea au inakuwaje mpaka tunakuwa na polisi jamii kwenye mitaa yetu? Kwanza kabla tujazungumzia kazi ya polisi jamii, tufahamu swala la ulinzi na usalama ni swala la ulinzi wa raia na mali zake, na kiusalama zaidi ni swala la jeshi la polisi. Jeshi la polisi kazi yake ni kuhakikisha usalama wa mali na raia kwa wananchi wa nchi hii ya Tanzania. Lakini kwa nini tunao polisi jamii? Tunafahamu hawa mapolisi wa jeshi la polisi kwanza hawatoshi. Hawatoshi sio kwenye nafasi, hawatoshi kwa idadi. Leo tukisema tuliachie jeshi la polisi swala la ulinzi wa na mali zake, tutakuwa tunawaonea. Kwa hiyo ili tusiwaonee, tujaribu tutengeneze mfumo wa kujilinda sisi wenyewe. Tudhibiti matendo madogo madogo ya kiuhalifu katika mtaa wetu, ili hawa polisi, jeshi la polisi tuachie yale matukio makubwa wapambane na watu wakubwa. Lakini leo itasikitisha na itashangaza eti tumuite polisi atoke Stakishari aje huku kuna mtu amechana wavu ameiba simu. Itakuwa ni sio kweli. Kwa hiyo kama matukio haya tuna uwezo wa kuyadhibiti sisi wenyewe, kwa nini tusiandae utaratibu wa kiulinzi katika maeneo yetu ili tuweze kudhibiti vijana ambao wanaweza wakachana nyavu usiku, vijana ambao mtu anatembea na kibisibisi na nini. Kwa hiyo polisi jamii ili aweze kuwa polisi jamii, kwanza anatakiwa awe mkazi wa eneo husika. Awe mtaa husika, kwa sababu tunajuana mitaani, tunajuana. Ili tuweze kulindana. Kwa hiyo lazima awe mkazi wa mtaa husika. Na ili uweze kuwa polisi jamii wala hupigiwi kura. Tunaitana kikao cha wananchi ambavyo tunavifanya vikao vyetu. Na hivi vikao tunavyofanya, wananchi wa maeneo yote ndani ya mtaa wanatakiwa wafike pale. Jamani, tunachagua basi vijana ambao wanaweza wakatusaidia katika swala zima la ulinzi, kupunguza matukio madogo ya udokozi katika mtaa wetu. Kwa hiyo wale wanachaguliwa kutokana na jamii yenyewe. Kwa wananchi wanaweza kusema sisi pale mtaani kwetu kijana fulani atatufaa. Tunaona kwanza mwenendo wa tabia yake ni nzuri, pili hana tabia za udokozi, huyu atatufaa katika swala zima la polisi jamii. Lakini pia inabaki sasa ni wito
wa yule kijana mwenyewe ambaye kama anaona anaweza akatoa mchango wake kwenye jamii yake ili aweze kupunguza vitendo vya kihalifu, nafasi inamruhusu. Kwa hiyo na sheria pia ipo na inatambua nafasi ya polisi jamii, kwa sababu polisi jamii inafanya kazi kubwa sana kusaidiana na jeshi la polisi katika kupunguza matukio ya kiuhalifu. Kwa hiyo kazi ya polisi jamii katika mtaa sio kuondoa kabisa uhalifu, hapana, bali ni kupunguza yale makali na matukio ya kiuhalifu. Lakini jeshi la polisi lina participate katika nafasi kubwa sana kuhakikisha ulinzi na usalama unapatikana. Katika swala la malipo la hawa polisi jamii, ni mtu ameamua mwenyewe kajiona anatosha kwenda kuwa mlinzi wa usiku, ni inakuwa tu ile kujitolea ndio imeisha, au kuna malipo ambayo huwa wanapata? Kwanza katika masuala mazima ya malipo katika hawa polisi wetu jamii, tufahamu kwanza hii sio ajira. Kwa sababu hili jambo limekaa kijamii zaidi. Hii ni kama unarudisha kwa jamii. Kwa hiyo unatoa mchango wako kwa jamii. Tuzuie uhalifu katika jamii yetu. Kwa hiyo kwanza ni swala la wito na uzalendo pia kwa jamii yako. Lakini pia mimi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa pamoja na wananchi wangu tunaweza tukakaa katika vikao vyetu vya pamoja, na tayari tumeshavikaa. Tuwaone kwanza hii kazi ni ngumu sana. Hakuna kazi ngumu kama kumlinda mwanadamu wenzako usiku. Watu wamelala, wewe upo nje. Chochote kitakachotokea cha kiuhalifu wewe ndio utapambana nacho cha kwanza. Kwa hiyo mtu ana risasi, mtu ana bastola, kama ni kushuti atakuanza wewe. Alafu watu wamepumzika ndani. Kwa hiyo tukasema hapana. Hebu tutafuteni walau kijiposho, hela ya sabuni ambayo tunaweza tukakubaliana hawa vijana basi walau tuwafidie katika ule usiku ambao wameacha usingizi wao, walau wasikate tamaa, na wao wakirudi katika familia zao walau wapate fedha ya sabuni. Kwa hiyo hakuna mshahara, kuna posho, na hizi posho kila mtu, kila jamii ambayo inatakiwa, kila kaya inatakiwa ichangie kiasi cha shilingi 3,000, na hizi fedha zitakusanywa kila kuanzia tarehe 20 ya kila mwezi, lakini mpaka tarehe 30 wanakusanya hawa vijana, wanaweza kulipana kwa utaratibu ambao tumeuweka. Lakini tukasema kwa sababu hii pia sio ajira, ni kurejesha kwenye jamii. Na unaweza pia usitoe fedha yako, unaweza ukasema hapana, mimi nitakuwa sitoi fedha, mimi nitaungana na hawa vijana usiku kushiriki zoezi zima la ulinzi. Hiyo pia nafasi ipo. Kwa hiyo mwananchi ambaye anaona bwana mimi siwezi kutoa fedha au sina, basi sheria itakutaka wewe utoke na wewe ushiriki zoezi la ulinzi na usalama. Lakini pia 3,000 si kitu. Watu wote wanaweza wakalala kusema bwana 3,000 tu mimi nitatoa. Pia tujifunze pia kurejesha kwenye jamii kama hivyo. Tutoke tuwasapoti. Vijana hawa wakiona leo kuna mzee fulani ametoka, mama fulani katoka, tumelinda naye, walau masaa mawili tumezunguka, wanapata moyo wa kufanya hii kazi. Lakini pia umeona wewe kazi zimekuzonga, umerudi siku umechoka, basi tunakuomba shilingi 3,000 yako ili vijana hawa waendelee, iwe kama motisha ya kuweza kuwapatia vijana hawa waendelee kuifanya kazi hii na wasikate tamaa. Na wanawake pia wanaruhusiwa kuwepo kwenye huo ulinzi wa usiku? Wanawake wanaruhusiwa kuwepo katika ulinzi huu wa usiku, kwa sababu swala hili la kiulinzi na usalama, na kama tunavyoweza kuona kuna mapolisi wanawake, kuna nini, kwa sababu tukisema wawepo vijana wa kiume tu usiku huko, vijana wetu wanakumbana na changamoto nyingi sana. Mnaweza kuna wezi wanawake pia. Tushakamata ndani ya mtaa wetu wa Gombola mwizi mwanamke. Sasa katika kumsachi na nini lazima patikane mwanamke pia. Kwa hiyo wanawake wapo, na hata polisi jamii yetu ya mtaa wa Gombola wapo akina mama shupavu kabisa ambao wamesema mimi ngoja nirejeshe kwenye jamii. Kwa hiyo na yeye anashiriki swala zima la ulinzi na usalama, na hii pia inammotivate yeye kama yeye, lakini pia kuna vitu vingi ambavyo anakuwa akivipitia kwa sababu wanakutana na polisi kata, kutakuwa na vikao vya kiulinzi na usalama, wanaenda stakishari, wanakutana na polisi mbalimbali. Kwa muda mwingine inaweza ikawa kama connection. Kwa hiyo unajikuta unafanya kazi lakini polisi fulani anakufahamu, polisi fulani anakufahamu. Kwa kesho na kushokuta una jambo lako linakuwa jepesi. Kwa hiyo ndio faida pia ya kurejesha katika jamii. Na kwenye swala la utambulisho, mara nyingi sana labda kwa mfano unahitaji kwenda kuomba kazi mahali, au unataka namba ya NIDA, vitu vingi sana utasikia kuwa lete barua ya utambulisho kutoka kwenye ofisi yako ya serikali za mitaa au kwa mwenyekiti wako. Kuna umuhimu gani wa hili swala la barua ya utambulisho? Umuhimu upo mkubwa sana, na moja ya kazi kubwa sana ambayo tunaifanya ni kila siku kuhakikisha tunatoa barua za utambulisho. Kwa nini tunazitoa? Huu ni mfumo ambao upo kwa sababu hata hizo barua watu kwenda kuomba kazi, sijui kuna sehemu ya kujaza,
lazima kama tulivyosema, mwenyekiti wa serikali ya mtaa lazima atokane na jamii husika. Je, huyu mtu ambaye anakuja huku NIDA kuomba, je, ni mwananchi kweli? Ni Mtanzania kweli? Kwa hiyo kwa sababu tumesema mwenyekiti anatakiwa atokane na jamii husika, anawafahamu watu wake. Kwa hiyo barua za utambulisho of course zipo kweli, na tunazitoa, na hii ndio itamtambulisha huyu mwananchi, bwana, mimi ninamleta kwako, huyu ni mwananchi wa mtaa wa Ugombolwa, nyumba namba fulani, mjumbe wake ni fulani. Kwa hiyo endapo litatokea lolote kule, ile ofisi iwe taasisi ambapo umeenda kule, tumekutambulisha sisi kama mtaa, cha kwanza, kama wewe umekosea, aidha umeiba, umetia hasara, lazima warudi serikali ya mtaa. Kule unaweza ukatoroka wasikuone, lakini sisi tunamfahamu ni mwananchi wetu, anakaa kwa fulani kwa fulani, na ndio maana sifa ya kwanza mwenyekiti wa serikali ya mtaa lazima atokane na jamii husika, kwa sababu tunatambuana. Kwa hiyo barua ya utambulisho ndiyo barua pekee ambayo itakutambulisha popote utakapoenda, kama wewe unatoka wapi. Okay. Naam. Naweza nikatoka nilipotoka huko, labda si mkazi wa Ugombolwa, nimetoka labda Temeke, Mbagara, nimekuja huku nikaja kwenye ofisi yenu, nikaomba, hamnifahamu, nikaomba barua ya utambulisho. Inaweza ikawa yani wewe kama mwenyekiti unawafahamu wananchi wako wote kwa sura, kwamba unaweza kumpa yes, huyu namjua, nampa. Au unatumia kigezo gani kumpa mtu ambaye hujawahi kumuona barua ya utambulisho ofisini kwako? Kwanza hizo kesi pia tayari tumeshakutana nazo. Lakini kama nilivyoweza kusema tena, mtaa wa Ugombolwa una wakazi 8109. Mimi kama binadamu siwezi kuwakariri watu wote 8109, siwezi. Ni watu wengi sana. Na tunasaidizana katika kazi. Kama nilivyoweza kusema hapo mwanzo tena, tunao mabalozi wa mashina, tumezoea kuita wajumbe wa nyumba kumi. Hawa pia wako karibu sana na wananchi. Mtu ambaye atafika ofisini kwangu endapo ametoka mtaa mwingine, pa kumpatia ni padogo sana. Sawa, unataka barua ya utambulisho. Balozi wako ni nani? Okay. Kwa sababu pale ofisini tuna lista mabalozi wote ninawafahamu. Balozi wako ni nani? Kwa hiyo atajikanyaga, anaweza kabadilisha balozi wangu fulani, aidha akamjua tu. Unakaa kwa nani? Nyumba namba ngapi? Okay. Huenda mimi mwenyekiti ni akaniambia kwa mzee fulani. Mimi nikarudi kwa balozi, mtaani kwako kuna mzee fulani, akiwa hayupo na uthibitisho haupo, barua huwezi kupata. Okay. Kabisa. Tukija kwenye masuala ya majanga yanayotokea kwenye jamii, kwa mfano misiba, mafuriko, masuala ya moto labda umetokea kwenye nyumba fulani, nyie kama wenye viti au wewe kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa unakuwa una jukumu gani katika hayo majanga? Title itaendelea kubaki pale pale. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa ndiye mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa mtaa husika. Okay. Janga lolote linalotokea ndani ya mtaa, mwenyekiti anahusika kwa asilimia kubwa sana. Na hayo majanga yametokea kwenye jamii zetu, na ndio majukumu yetu ya kila siku. Misiba tunatokea mtaani, moto tayari mioto inatokea. Lakini pia kazi yangu kubwa ni kuhakikisha wananchi wangu wanakuwa kitu kimoja, kuwaleta karibu, kuwafanya tupendane. Kwa sababu mwenyekiti wa mtaa linapotokea janga kama hilo, kwanza wananchi wamekuwa ni sehemu kubwa sana ya kushiriki maumivu kama hayo. Kama tunafahamu hapa majuzi kati kuna nyumba iliungua maeneo kwa Sadam pale kwa mjumbe wangu shina namba 9. Watu wa kwanza kufika, unaweza ukawa mwenyekiti wewe sio wa kwanza kufika, jamii husika tayari wamefika pale, wanatoa msaada wao. Na mimi mwenyekiti kazi yangu ni kufika pale, kumtafuta balozi wangu wa shina, vipi, kuna changamoto gani? Sawa, moto umetokea, ilikuwaje na nini, kumtafuta mwenye nyumba, napiga simu polisi, ulinzi na usalama, jeshi la polisi linafika, zima moto inafika, tunamaliza pale, tunahakikisha ulinzi pale na usalama unapatikana. Kwa hiyo tukirudi, na ndio maana nikasema mwenyekiti wa mtaa ana nafasi kubwa sana, ni lazima awe kutokana na jamii husika, kwa sababu huyu anafahamika kwenye jamii yake. Kwa hiyo tuna nafasi kubwa ya kushirikiana na jamii katika kila jambo linalotokea katika mtaa. Na nichukue pia nafasi hii kuwaomba wananchi wa mtaa wa Ugombolwa, pindi wanapopata tatizo lolote ndani ya mtaa wetu wa Ugombolwa, tusiache kuishirikisha ofisi ya mtaa ili tuweze kupata msaada zaidi wa kisheria. Okay. Kwa uzoefu wako wa kuwa kwenye kiti hiko muda mrefu, na ikitokea kuna swala moja unatakiwa ulibadilishe kwenye uongozi wa serikali za mitaa, utaanza na lipi? Ikitokea nibadilishe swala moja la kiongozi katika serikali ya mtaa, majambo ni mengi sana. Utachagua lipi uanze nao, sema hili ndo linanitatiza, nikipata nafasi ya kulibadilisha basi naanza na hili? Kitu ambacho kwanza nakitamani sana tukibadilisha, kwa sababu hatuwezi kuanza kubadilisha. Mimi nadili sana na wananchi sana.
natamani jamii ifahamu umuhimu wa ofisi ya serikali ya mtaa. Okay. Unapopata tatizo lolote, wa kwanza ukiacha familia, ndugu na nini, ni ofisi yako ya serikali ya mtaa. Kwanza natamani elimu kubwa sana itoke juu ya uelewa wa matumizi ya ofisi ya serikali ya mtaa. Wananchi wengi hawana elimu ya uelewa wa ofisi na matumizi ya serikali ya mtaa. Wananchi wengi wanachukulia ofisi ya serikali ya mtaa ni kwa ajili ya kwenda kuchukua barua utambulisho tu, kusajili laini, kupata cheti cha kuzaliwa, sijui kufanya nini. Lakini kumbe una uwezo wa kupata taarifa za kimtaa kupitia ofisi yako ya serikali ya mtaa. Okay. Una uwezo mwananchi ukatoka nyumbani ukaja tu ofisini. Mwenyekiti, vipi? Salama salama. Vipi, kuna habari gani mpya? Sisi wenye vitu tunapokea taarifa nyingi sana kutoka vyanzo huko, kwa unaweza kupata taarifa kutoka kwa mkuu wa mkoa, unaweza kupata taarifa kutoka. Kwa hiyo unaweza kupata bwana, kuna mikopo imetoka, kuna hichi, bwana tafuta watu hivi. Kwa hiyo niwaombe wananchi wasifanye ofisi ya serikali ya mtaa ni kwa ajili ya kuchukua barua tu. Okay. Kuna mwingine akija kuchukua barua leo unaweza usimuone mpaka apate changamoto tena. Lakini kumbe tuna uwezo wa vijana pia kuja kwenye ofisi. Ulizeni fursa zipi zinapatikana ndani ya mtaa. Okay. Mwenyekiti anafahamu fursa gani inapatikana ndani ya mtaa. Niwaambie vijana, niwafanye hivi, watu wajiorganize hivyo. Kwa hiyo nichukue nafasi hii pia kuwaomba wananchi wa mtaa wa Ugombolwa, unaweza ukapita ofisini ukasalimia, lakini usisite kuuliza, bwana kuna fursa ipi, kuna changamoto zipi, ili tuweze kujuzana zaidi. Okay. Kwa hiyo jambo ambalo ningetamani kulibadilisha, nilitamani nibadilishe fikra za wananchi, wafahamu umuhimu wa ofisi wa serikali ya mtaa. Mimi ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa kujumuika nami leo. Nashukuru, nimejifunza mambo mengi sana na natumai kipindi kijacho nitaendelea kujua vitu vingi sana kuhusiana na masuala ya uongozi wa wenyekiti wa serikali za mitaa. Mimi binafsi kuna vitu vingi nilikuwa sivifahamu. Nashukuru sana, karibu sana, mpaka wakati mwingine tunakukaribisha tena kwenye meza yetu. Tunataka bado kujua mambo mengi. Natumai pia watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wana shauku ya kufahamu mambo mengi yanayotokea kwenye jamii, yanayohusiana na mambo ya serikali za mitaa. Kwa hiyo kwa leo tunashukuru sana, tumejifunza na tumeburudika. Asante. Shukrani sana, lakini pia nikushukuru wewe kwa kuweza kunikaribisha Kita Media. Lakini pia tumeweza kufanya kipindi hichi cha Kita Talks. Lakini pia niwaombe pia isiwe mwisho wa kuweza kutoa elimu hii na mahojiano haya iende. Lengo ni kutoa elimu kwa wananchi wa mtaa wangu wa Ugombolwa, lakini pia kwenda kuzisemea pia changamoto mbalimbali ambazo zinatokea ndani ya mtaa wetu wa Ugombolwa. Lakini kubwa zaidi, kwa kumalizia, nichukue nafasi tena kuwashukuru wananchi wa mtaa wa Ugombolwa kuendelea kuniamini katika nafasi hii ya wenyekiti wa serikali ya mtaa. Lakini kubwa kutoka kwao mimi ambacho naweza nikawaahidi, sintawaangusha. Nitashirikiana nao katika kila hatua kuhakikisha swala la ulinzi na usalama wa mtaa wa Ugombolwa na fursa, changamoto zote tunaenda kuzitatua kwa pamoja. Asanteni sana na nawapenda sana. Karibu. Shukrani. Tulikuwa na mwenyekiti wetu wa serikali za mitaa Ugombolwa leo kwenye kipindi chetu cha Kita Talks kutoka hapa Kita Media Lab. Asanteni kwa kutusikiliza, asanteni kwa kutufuatilia. Mpaka wakati mwingine. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Arafa Chiele. Asanteni sana, tunawapenda.